Nasema aje? Nasema aje? Nasema bali ukialikwa nenda ukaketi mahali pa nyuma ili achapo yule aliyekualika akwambie njoo huku mbele, rafiki yangu, njoo huku mbele zaidi, ndipo utakapokuwa na utukufu mbele ya wote walioketi. Na kuliko utapokuwa na utukufu mbele ya walioketi pamoja na. Sasa rafiki, njoo huku mbele. Njoo huku mbele. Anasema ya kwamba wakati utakapoalikwa wapi? Harusini. Uende ukaa huko nyuma. Lakini mwenye harusi akija akwambia rafiki, njoo huku mbele. Kuliko ukae huku mbele, uambie rudi wapi? Rudi huko nyuma. Bwana asifiwe. Amen. Nenda nami katika Luka 24. Enda ngapi? Enda 47 na 48. Asubuhi tumejifundisha tufanye nini? Kazi ya kuhubiri. Tufanye kazi ya kuhubiri nini? Injili. Soma, inasema na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake. Habari ya nani? Habari ya toba na ondoleo la dhambi. Yaani kwa kuwa mataifa watahubiriwa habari ya nini? Ya toba na ondoleo la dhambi. Kwa sababu sisi Kristo ametukufia akatutoa katika nini? Dhambi. Miliki takatifu, taifa takatifu, kwani na miliki ya nini? Ya mbingu ya Mungu ambao ni nini? Sasa hawa tunaambiwa tufanye nini? Tuhubirie watu wote habari ya nini? Ya toba na ondoleo la dhambi. Bwana asifiwe. Ni sabato ya evangelism. Jambo la kwanza tufanye nini? Tuhubiri mataifa yote. Ndio mada. Yule unaandika mada, tuhubiri wapi? Mataifa yote. Ndizo tumeanza. Wacha tuamini na tuombe. Mungu nena nasi, na zaidi ya yote Baba, simamisha mvua, na mvua ni yako. Watu hao wasikie neno lako na unene nasi kupitia kwa jina la Yesu tunatukia Mungu. Amen. Mataifa yote wafanye nini? Wahubiriwe mada. Nisomee Ezekieli. Leo tutasoma Agano la Kale. Soma Ezekieli, soma 2:3. Ezekieli anasema aje? Akaniambia, mwanadamu, na kutuma wana wa Israeli kwa mataifa wanaofanya nini? Wanao hasi. Halafu walioniasi mimi wao na baba zao wamekosa juu yangu namna hata hivi leo. Sasa kazi ya evangelism unaona ni kubwa. Ewe mwanadamu, mimi na wewe tumetumwa kwa watu wa mataifa. Kwa sababu gani? Wao wamemkosea hata hivi lini? Hata hivi leo. Ndio maana tuko na evangelism. Anasema mhubiri injili yote ulimwenguni kote. Ndio watu wapata nini? Toba ya ondoleo ya nini? Ya dhambi. Na kwa sababu gani? Wao wamemwasi Mungu na wamemkosea hata hivi leo. Nisomee katika Paulo. Sasa tumeona ni mwanadamu na tumeona sisi tumepewa tuhubiri ni wapi? Ulimwenguni kote. Anasema aje? Soma katika Wagalatia. Ni mara mingi najifunza katika Paulo. Wagalatia 1:15 na 16 anasema aje? Na iseme, lakini Mungu aliyekupenda wewe na mimi
aliyenitenga tangu tumboni wa nini? Ya mama yangu. Alifanya nini? Akaniita kwa neema yake. Hivi hizi zote Mungu alijua siku moja tutaenda kufanya nini? Tutaenda kuhubiri na tutakuja kuketi mahali kama hapa. Anasema alimtenga ili afanye nini? Enda 16. Alipoona vyema kumudiisha nini mwanawe ndani yetu, ili sisi zote tuwahubiri mataifa habari za nani? Zake. Hivyo mimi na wewe tumetengwa tuhubiri mataifa habari zake. Unajua nafurahia sana. Na wacha tu niwape ushuhuda yangu kidogo. Mimi wakati nilipobatizwa, mimi sikuhubiri kanisani. Napata mwaliko tu kidogo. Mimi nilienda kuhubiri katika crusade. Na huko ndio naenda sana. Huko ndio naenda sana. Wacha niwaambie tu ukweli. Kanisani tu ni mara moja. Na hata wasee walishangaa sana. Huyu mtu alianza aje na tukumfundisha. Paulo anasema yeye akufundishwa na nani? Na mwanadamu. Endelea kwenda chini. Bali alifundishwa na nani? Na Kristo. Hapo utaenda kujisomea. Hapana, usisome hapo. Endelea mpaka 18. Usisome, wewe utaenda ujisomee. Hivyo ndivyo nilipoanza. Na Paulo yeye alianzia wapi? Watu wa mataifa. Wacha niwaambie wote mnaosikia sauti hii. Kuna wengine mnafikiria lazima uhubiri kanisani. Wacha tu niwaambie tu ukweli. Na kuna wengine wanafikiria ya kwamba mahubiri iko kanisani. La asha, hamna. Ni wapi Biblia umesikia ikisema nisumbuke maizidi yote nikienda nikuhubiri? Nani ako na hilo andiko akuja anisome? Eti sasa niende SDA nitoke Kitengela prison, niende Kitengela main, niende Kitengela central, inasema muende wapi? Mhubiri kwa watu wa mataifa, mkiwafundisha wafikie toba na ondoleo la dhambi. Bwana asifiwe. Paulo alitoka katika watu wa mataifa. So kuna wale wanafikiria mimi nitaenda theology siku ile nitapewa mzee wa kanisa nitakuja niwahubirie ni wakati. Aki waja leo niwaambie sabato ya leo. Wewe umepotea. Aki umepotea. Kanisani hakuna kazi. Waja tu niwaambie ukweli. Na mimi kazi yangu mingi iko huko nje. Mungu akinijalia kazi yangu mimi nitakuwa nikifanya huko. Mimi nakuja na hubiriwa. Ni wapi sasa? Mimi unajua nimekuwa mfarisayo. Ni wapi wafarisayo walienda kuhubiri nje? Bwana asifiwe. Amen. Sasa kazi kwa anasema mfanye nini? Endeleeni mfanye nini? Soma Marko ngapi? 16:15. 16 na 15. Na kama kuna mwenye ako na hivyo sijasema msihubiri kanisani. Najua kuna wale watu wako na uzoefu fulani. Kuna wanadada na vijana wanasema pastor alisema hapana. Ukuje na andiko. Si mimi Biblia nasoma? Anasema aje? Inasema akawaambia enendeni ulimwenguni kote. Wote. Kwanza sikiza. Enendeni wapi? Ulimwenguni wote. Muende SDA zote. Mkahubiri. Mfanye wazidia katika ondoleo la dhambi. Ni wapi? Rudia andiko vizuri. Labda akawaambia enendeni ulimwenguni wote mkawahubiri Injili kwa kila kiumbe. Bwana asifiwe. Amen. Hivyo sabato nikikuja hapa nitoe ushuhuda kama mitume. Watu wangapi walikuja kanisani? 3,000. Wewe ulipata ngapi? 2,000. Bwana asifiwe. Hiyo ndio kazi nafaa kufanya kama Mwadventista. Lakini sio mimi nitoke Kitengela prison, niende Kitengela main, nitoke Kitengela main. Na sijasema wapasta wasihubiri. Tuenenda wapi?
ulimwenguni tuwahubiri ulimwenguni wote. Hivyo aidha hubiri. Lakini tuende wapi? Tukiwafanya nini? Wakuwe wanafunzi. Nisome katika Matendo ya Mitume. Soma 9:15 na 16. Nataka niwaonyeshe kwamba Paulo akiitwa hakuanza wapi? Kanisani. Anza 9:15 na 16. Kufikia hapo natumai tuko pamoja. Bwana asifiwe. Inasema Bwana akamwambia nenda tu. Sikiza Mungu mwenye anasema nenda tu. Soma. Nenda tu. Kwa maana huyu ni kiume kiteule kwangu alichukue jina langu mbele ya mataifa. Bwana asifiwe. Apeleke maisidi yote jina katika mataifa ulimwenguni kiumbe gani? Kiteule. Si asubuhi tuliona sisi ni viumbe viteule, kuhani na miliki iliyo takatifu ya Mungu. Paulo yeye aje? Wote tulio hapa tunaambiwa aje? Najua mimi huwa nashangaa sana na MCDA. Unang'ang'ana naenda na pasta. Na kuna watu hapa nje wanafaa kuhubiriwa. Unaleta vitina eti hukupewa kurubi. Mimi hata nisipopewa mimi sina shida. Huko nje kuna watu wengi wanafaa kuhubiriwa. Hivyo kama mko na hiyo mchezo, simuende mwaje. Bwana asifiwe. Mtoe pesa tuende tukahubiri. Mimi uniwaambie enda hubiri mahali fulani, mimi nitakuja. Hiyo ndio kazi nastahili kufanya. Lakini sio kukaa hapa tukisumbuana. Najua mimi unafaa mzee unipe hiyo sapato. Hiva hujajua mahali unafaa kufanya kazi. Na kama hujajua unitafute nitakuonyesha katika maandiko. Eti sasa jiudenimizi nani anachukua? Mnashinda mkisumbuana. Waacha nikuambie wewe ndio umejiita. Na utakuwa kama Stefani sana. Achana na wazee, achana na vijana. Enda mkahubiri wapi? Kuja kanisani na ushuhuda. Washiriki 3 wanafaa kupatizwa. Nilihubiria washiriki wanataka discovery. Kuna mtu anataka village evangelism. Kuna mtu anataka kusaidiwa. Hiyo ndio kazi na kanisa la mitume. Na hiyo ndio kanisa linaenda wapi? Mbinguni. Lakini sio kanisa la vitina, vichembe soka, masengene huku na pale. Eti huyu aliweka hiyo fungu aje. Enda 16. Anasema aje? Inasema hivi. Na inasema maana nitawaonyesha yaliyo mengi watakaponifanya nini? Kumpasa yatakayowapaswa kutezwa kwa ajili ya jina langu. Mimi niko tayari. Nunue PA, projector na laptop. Nihubiri pale nje. Na nihubiri kabisa. Niko tayari hadi kufa. Mimi hata siogopa. Vitu naogopa ni mbili tu. Nihubirie mshiriki uongo enda apotee. Kitu ya pili ni upili ambacho Mungu atasema katika Biblia. Lakini hata kufungwa niko tayari. Na kama kuna mwenye ako tayari kunipeleka prison, alifunga juu ya kuhubiri, hata atafanya vizuri sana. Kama utastaki kwa Biblia sawa, lakini usimstaki kwa uongo na uasherati ama nini. Hiyo hutanipata, lakini kama ni kuhubiri, Bwana asifiwe, hiyo sina shida na nitafanya. Mniombee sana nipate kiungo. Nihubiri mambo mangapi? Mawili. Nihubiri Kristo na Mungu wa Biblia. Na nionyeshe watu mbinguni. Siwapeleki kwetu Nyamira. Bwana asifiwe. Amen. Ama niwapeleke New York City ama United Kingdom. Tuende wapi? Mbinguni. Soma Timotheo wapi? Paulo anasema katika mateso yeye hakufanya nini? Fungu linanifanya katika Timotheo wa pili. Soma 17 na 18 na 19.
Nionyeshe kwa nini anahubiri. Mimi nahubiri injili katika mateso. Enda 14:17 Timotheo wa pili. 4:17 Timotheo wa pili 4:17. Mike inaleta eko sijui shida ni gani? Enda inasema aje? Lakini Bwana atasimama pamoja nasi na kunitia nguvu. Wacha niwaambie, Mungu atasimama na wewe ambaye unayehubiri. Usiogope, utafungwa. Usiogope watu watakusema nini, lakini wote walifanya nini? Ansia kuna mali nasema lakini wote waliniacha ni 15. Wote waliniacha ansia hapo. Nawe ujiadhari huyo kwa sababu aliyenipinga nini? Maneno, aliyenipinga sana maneno yangu. Yes. Hivyo hakukosi katika kanisa na kukosi katika mkutano kama huu. Watu ambao wanapinga injili. Na kukosi ambao watu hawatasema vibaya. Kwani unafikiria nimesema mambo mangapi? Watu wanasema aje tu watumishi. Huyo sasa ni wasichana tu wanazunguka akitafuta. Ni venye tu ataoa, wacha siku ile ataoa, taona kama atahubiri. Yaani amekosa kitu ya kusema. Yeye ni mafungu tu ako nayo kwa kichwa mingi, hata hana story. Mimi yenyewe sina hadithi, lakini nitakwambia ukweli. Wewe endelea. Inasema katika jawabu langu la kwanza hakuna mtu aliyesimama pande wangu. Kwanza simama. Katika hii injili ambayo nayohubiri, acha niwaambie tu kweli. Sijawahi pata mtu amesimama na mimi. Na hakuna, hautawahi tokea. Enda msome vizuri Great Controversy. Muone wazee wa imani vile waliuliwa. Enda msome historia vizuri ya imani. Enda msome unabii vizuri. Wewe, waliuliwa juu ya nini? Mitume na manabii waliuliwa juu ya nini? Hakuna, hata wazee na makuhani, hata Sanhedrin walifanya nini? Hata walikana Yesu Kristo ya kwanza asurubishwe. Je, mimi nani atasimama na mimi kama hawakusimama na Paulo? Kama hawakusimama na Kristo? Watu wengi ndio wanaogopa. Kwani wasio watanisema nini? Pasta ataenda kusema nini? Na hii maneno ikifika kwa kanisa, mimi nasemanga hivi, ifikisha hata milimani kodi, mniite. Sinipitia na ubiri. Kuna dini linawapea. Bwana asifiwe. Hata mniitie pastor wa General Conference kwa sababu Biblia inasema ya kwamba hakuna aliyesimama na nani? Amen. Na hivyo ndivyo ilivyo kazi ya evangelism. Watu wengi wameogopa kwa juu ya mambo mawili. La kwanza ni ile dhambi anayofanya. La pili anaogopa watu watamsema nini? Na kanisa itasimama na yeye. Walai kanisa itawahi simama na wewe. Wacha nikwambie ulia hapa kitano. Mama na mzee. Ama mzee kanisa inasimama kama na wewe. Sina kusema vibaya ama nadanganya. Wazee wangapi jina lao linachafuliwa na wachungaji? Kwa ajili ya nani? Akina. Endelea. Bali wote walifanya nini? Waliniacha. Na hivyo ndivyo ilivyo. Hautawahi pata rafiki. Hata mimi sina marafiki. Kwanza uende wahubirie ukweli. Kwanza wasichana hawataki. Sasa nitaoa nani jamani? Nakwambia nitakula Biblia. Biblia ndio ndarara ama wewe kazi yako ni kuzunguka tu. Haki wanawake, wanadada mpo? Bwana atusaidie sana. Sasa wewe mzee kazi ni kanisa tu. Wanaume wengine wanachenga hapa wako na magari, wewe uko na nini? Miaka inaenda huna kitu. Yaani unachekelea unaambiwa wewe ni yule maskini chochole. Naambiwa maneno mpaka hakuna mpaka mke wako. Ama ni aje mzee? Bwana asifiwe. Nadanganya. Kazi ni kanisa tu, watoto hawajaenda school fees wao. Wafransi wanaenda shule. Si vijana likasaka wameoa. Wewe unafanya nini? Sasa kazi ya Mungu iko na mambo mengi. Lakini anasema tuendelea.
Na inasema naomba wasihesabiwa hatia kwa jambo hilo. naomba, unaona Paulo anawaambia, yani anawaombea msihesabiwa hatia kwa jambo nini? Hilo. Alafu endelea. Lakini Bwana alisimama akanifanya nini? Akanitia nguvu ili kwa kazi ule ujumbe utangazwe kwa utimilifu, hata wasikie mataifa, nani nikaokolewa katika nini? Kinywa cha simba. Nami Bwana akasimama nami, nawe Bwana atasimama nawe na atakuokoa kutoka kinywa cha simba. Atakuokoa katika wale watu wanao kusema. Atakuokoa kwa wale watu watakupeleka katika wapi? Jela na vifungo. Atakupeleka na kuondoe katika wale watu wanaokuombea nini? Mabaya. Nani alisimama na Paulo? Wewe lako jitoe tu. Mimi nilijitoa tu nikafanya kazi. Hakuna mwenye amesimama na mimi. Hakuna mwenye amenipea usaidizi wowote. Wacha niwaambie leo Sabato ukweli kabisa. Lakini sinafungiwa nyumba, lakini sinakuja inalipwa. Wacha nikuambie, ukiingia katika kazi ya evangelism utapitia mambo mingi sana. Uliza hao wazee watakwambia. Pesa itakukoza. Enda mjisomea Wakorintho wa kwanza 4. Wakorintho wa kwanza 4, wa pili, I think wa pili 4. Usikie Paulo anasema katika njaa, katika vifungo, katika kuteswa, katika kufanya nini? Paulo, yes, alifanya kazi akiwa mwaminifu na Stefano. Kazi ya Mungu iko na nini? Na changamoto. Kazi ya Mungu iko na mambo ambayo watu watakusema na wakuwekelea. Lakini nani atasimama na wewe? Mungu. Mjifundishe mambo mangapi? Mungu atasimama na wewe na atakuokoa katika vinywa vya nini? Ya simba. Halafu maisha andiko, Bwana ataniokoa na kila neno baya na kunihifadhi hata nifike ufalme wa mbinguni. Utukufu na yeye milele na milele. Amen. Sasa jambo lingine ni Mungu ambaye atanihifadhi. Ni Mungu atakuhifadhi mpaka ufalme wa nini? Wa mbinguni. Mungu atakupigania ili watu wote wasikie nini? Ujumbe. Wewe yako ni kujitoa tu. Yako ni kujitoa tu. Najua mimi sikuwa nafikiria kama nitaweza upili. Na sijawahi fikiria mahali popote. Hata sijui venye nilianza kuhubiri mimi. Mimi sijui, lakini ni mimi najua. Soma kwanza. Mungu atakutumia. Kuwa tayari. Achana na dhambi kwanza. Kuna dhambi imesumbua wa SDA. Dhambi ya uongo. SDA ni msherati kama hao watu wengine wa mataifa. SDA anadanganya. SDA ako na hasira. Sasa anavaa vibaya na anakula vibaya. Anashuka vibaya. Sasa huyu mtu utamwambia nini? Bwana asifiwe. Hapo mnaona iko aje sasa namna gani jamani? Kwa wizi bado huko. Na corruption bado huko. Sasa nitaweza kufanya evangelism kweli? Matukano na matuzi na kugombana wanadada na vijana wale mko hapa na hasira vijana. Wala ambassador wako hapa TikTok, vitu sinawekwa huko. Na mtu mazambi anaweka hauna kiasi ndio? Hivyo sasa ndipo tunaenda kuhubiri. Unajua kuhubiri ni mambo mawili. Mimi nahubiri kwa pulpit. Lakini mimi siwezi imba. Kuna mtu atahubiri kwa matendo. Sasa unaona nani amehubiri vizuri? Ni wa matendo
ama ni mtu wa kuhubiri kwa pulpit na kuimba? Bwana asifiwe. Amen. Sasa si matendo na ubiri vizuri sana. Enda upate watu wamevalia vizuri. Na upate mwingine amevalia vibaya. Umuulize unaenda kanisa gani Kitengela hizi dia prison, na mwingine akwambie mimi naenda Full Gospel. Injili gani itaenda haraka? Soma Warumi 2:25-24. Sasa kuna kitu nataka kuonyesha hapa. Hivyo sasa ndipo unaona evangelism imeleta shida katika kanisa ya Kiadventista. Mimi nahubiri kile ambacho si huko. Waadventista wengi ukisoma evangelism inasema wao hawako katika roho. Wengine wanaimba lakini hawana roho wa Mungu, na wengine wanaimba wakiwa serious ili yale ambao wanaoyaimba ndio wanaoishi. Lakini wengine kile wanachokiimba sio kenye ambacho wanaishi. Kile wanachokiimba sio kenye wanachoishi. Kile mimi nahubiri sio ambacho mimi niko. Unaona shida ya evangelism hadi imeleta shida ya YCDA. Ndio unaona ukienda kitabu inaitwa Christ Object Lesson. Anangojea nini? Tabia ya Yesu Kristo ikikuwa formed ndani yangu, nionekane basi niko na tabia ya Yesu Kristo. Na tabia ya Yesu Kristo ni ya kutotenda dhambi. Enda tafuta ministry of healing. Alafu watu wale wa nje, testimony volunteers inasema wataona tu. Mimi sitawahubiria, wataniuliza unaenda kanisa gani? Bwana asifiwe. Amen. Alafu anasema hiyo kaida ikisha kuwa formed kwangu, Yesu Kristo akirudi atasema hawa ni watu wa nani ataweza shuhudia aseme ya kwamba kama Petero asubuhi tulisoma huyu ni Mwadventista wa kweli kabisa. Hata nikimpea msichana wangu na kijana ambaye ako hapa ako na usalama, ama nikimpea pesa ya kanisa ataweka. Soma andiko 2:23 na 24 inasema aje? Inasema wewe usiweza kufanya nini? Kujisifu katika Torati. Wafunjia Mungu kwa kuasi kwa sababu gani? Kwa sababu ya Torati. Unasema aje? Endelea. Kwa maana jina la Mungu. Anzia ulikuwa 23. Anzia 22. 21, anzia 21. Inasema basi wewe ufundishaye mwingine, wewe ujifundishi wewe kwanza. Ujifundishi mwenyewe. Wewe uhubirie kwanza mtu asiibe, waiba mwenyewe. Kwanza simama. Jambo la kwanza, kwa nini evangelism ya YCDA imekuwa ngumu? Kwanza enda uangalie vijana wanaimba katika kwaya. Enda uangalie hizi vikundi vingi zimetengenezwa za vijana. Vijana wengi hawajaacha uasherati, hawajaacha uongo, hawajaacha kudanganya, hawajaacha ukora na ni machangini. Wacha sasa niwaambie ukweli. Hao vijana wanaimba vizuri, lakini hawajifundishi kwanza wao wenyewe. Kila wanachokiimba sio kenye wanaishi. Kila wanachokiimba sio kenye wako. Hata kwaya mingi za Waadventista. Najua nienda kuhubiri mahali. Kanisa ya mchungaji mmoja, reverend mzima, nilipepa vizuri, nienda kuhubiri. Nikachapa Bible study. Hadithi ni sawa. Nimehubiri vizuri, Waadventista ni wazuri wa maandiko. Lakini kila ambacho wanachokihubiri hawaishi. Wewe ungetoka hapo ukiwa umeudhika aje? Na hivyo ndivyo watu wengi wanatuangalia. Sio mimi nataka kuambia hivi, wapendwa marafiki pamoja na marafiki wangu. Wacha tuhubiri kwa matendo. Wacha tuhubiri kwa kufaa. Wacha kwanza tujifundishe Torati. Hii Torati nikiishi yenyewe, watu wengi watakuja. Lakini sio mambo mingi. Alafu enda 22. Inasema wewe usemaye kwamba mtu asisini. Wasini mwenyewe. Kwanza simama. Najua kuna wimbo napenda vijana wanaimba sana. Usilitaje jina la Mungu na dhambi inakaa moyoni. Sijui vijana kama mnaelewa hivi. Huo wimbo eti naburudika ndani ya Yesu Kristo.
Na huyu mtu anaburudika katika uongo na uasherati. Anaburudika katika kudanganya na kuiba. Anaburudika hata kaida ndoa liniatoi. Ni mkora amezungua wasasi. Hili ndio katika kwa mama fitina uaji, unagombana, unatukana watoto, hakuna jina utaji kwa hiyo nyumba. Lakini uko kwa kwaya